Hey, habari zenu jamani, Ana hapa naongea kutokea AJS TV USA. Nimekuja kutoa hii historia ambayo sio insearch historia, nataka mimi na wewe tujifunze. Kuna kijana ambaye, so this is from the true story. Nataka nilete very brief history, alafu mimi na wewe tuone tunajifunza nini. So kijana huyu ana miaka 17. Nasema alikuwa na miaka 17 wa kiume, ambaye ana changamoto ya usonji. Alikuwa anaishi na wazazi, anaishi nyumbani. Sijui kuhusu story zaidi behind that, lakini nawasimulia kuanzia siku ya tukio. Kwa nini nimeileta hii? Kuna mhusika alipiga, family member, somebody alipiga simu. Unajua huku ukilemewa, labda kuna kitu ambacho either umeingiliwa au umelemewa, basi unapiga simu, unapiga tu 911, polisi wanatokea almost immediately, watatokea kwa sababu wako katika sehemu mbalimbali, si ndio? Kwa hiyo kuna changamoto ilitokea kutokana na matendo ya kijana. Kama nilivyowaambia, usonji wanaweza kureact katika aina mbalimbali. Wengine wanaweza hata kupiga, wengine wana hasira, watabomoa vitu, wanaweza kukasirika, kitu ambacho mimi na wewe tunaweza kukienda kawaida, lakini mtoto mwenye usonji anaweza kuwa na hasira zaidi, akabomoa, yani akabamiza au akakupiga, akakuumiza, si ndio? Kwa hiyo kila familia inaelewa utofauti na wako tofauti of course. So huyu kijana specific ninayekuja kumzungumzia leo, yeye alishika kisu ndani ya familia, akaanza kuwafukuza wa kwenye familia. The only kitu ambacho familia, kwa usalama wao na vile vile kwa huyu kijana, wakapiga simu polisi 911. Unaona, wakapiga simu polisi na polisi walitokea almost right immediately. Huyu kijana alikuwa anaishi kwenye nyumba ambayo ina fence. So wakati polisi wanakuja, kijana alikuwa amelala kwenye ground, lakini mbele ya nyumba. Alikuwa amelala kwenye ground mbele ya nyumba, lakini ana kisu chake mkononi. Na mara nyingi akili yao inavyowatuma wenyewe, wanaweza kuona wewe, hata kama ni mzazi wake, anaweza ghafla akakuona wewe kama ni adui. Yani kama kuna trigger yoyote itakayo trigger mind yake, anaweza kukuona kama wewe umekuja kumwattack. Kwa hiyo na yeye anakimbilia chochote ambacho anajua anajikinga yeye. Unaona, intentionally deep down yao sio kwamba wanakuchukia wewe, wanataka kukunini, lakini na wenyewe wanaona kwamba wanajisalimisha kwa kile wanachokiona. Ni bahati mbaya wanaweza kuwa wanaona vitu ambavyo havi exist. Unaona, it's very unfortunate. Lakini let's go back to this story. So polisi walitokea right immediately. Na katika situation hii ya kijana walitokea polisi kama 9, kwa sababu wameshaambiwa kijana anayefukuza ana nini? Ana kisu. Walivyotokea katika video ambayo tumeona, wametokea wamemkuta kijana amelala kwenye ground, ameshika kisu. Huyu kijana sasa wakaongea. Huyu kijana alivyonyanyua hivi nyanyuka, akaona they are coming to him, now they wanamcommand vyovyote walivyomwamuru. So kijana, kumbuka mind yake yeye yuko katika kujitetea, akanyanyuka na kisu chake, ana point, anawafuata toward police. This is where nataka tujifunze hii story. Binafsi nimesimama kwenye shoes ya mzazi mwenye mtoto wa usonji. It's easy to judge, lakini unfortunately situation ya huyu kijana, polisi walivyomwona kijana amenyanyuka na ana kisu point them, what they did, they shot the boy. Not 1 bullet, not 2 bullets, not 3 bullets, 9 bullets over this boy in less than a second. Guess what? The boy went on the floor. Not only on the floor, story after that, walimrush hospitali,
walimkata mguu, alipoteza mguu. Na sasa hivi recently as less than 24 hours nimeshajua kwamba kijana alipoteza maisha. So tunaishia hapo. Then tunakuja kwangu mimi na wewe. Umeona? Tunakuja kwangu mimi na wewe. Mimi sasa kama mzazi najiuliza, what's the best way? Okay. Najua kwamba kuna option watoto wakiwa na hizi changamoto sana, kuna sehemu kwenye facility wanaweza kupelekwa wakalelewa. Lakini kitu kingine ambacho nakumbushia, it doesn't matter huyu kijana atakuwa wapi, ile mental issue yake itakuwepo. Lakini vile vile kuna medication, wanaweza kupewa medication. Na wakati labda hawako kwenye dawa, na usema medication, hapo kwenye dawa, wanaweza kutrigger hiyo hali yao. Kwa hiyo wanakuwa ni wakati wote wanapewa dawa ili kuwatuliza. Au nawazungumzia ambao wana usonji, wameenda that high level, yani kwamba wana riski kubwa. Na kama let's say huyu mtoto bado anaishi na familia, either ni wazazi au whoever anapoishi, sasa nasimama kwa familia ili wasibaki na ile guilty kwamba wanashtakiwa rohoni mwa kwamba wanaona labda tungempeleka mapema kwenye facility, labda haya yasingetokea. Ninavyosema kwenye facility, kwenye sehemu za kulelewa watoto wenye changamoto kama hizi. Lakini kitu ambacho najifunza hapa, ukiwa na changamoto ya mtoto kama huyu ambaye bado unaye nyumbani, probably alikuwa hajafikia hiyo level ya kunyanyua, kutumia visu, kuataki na visu. Wengi wao ambao unaweza kusikia changamoto zao inakuwa mara nyingi wanafanyaje, wana ile hasira ya kubamiza vitu, ya kuvunja vitu, kutupa vitu kama hivyo, umeona? Au ukiwa karibu wanaweza hata kukuataki, kwamba inakuwa ni risk. So kitu ambacho mimi binafsi najifunza hapa, kama mimi ni mzazi ambaye mtoto wangu mwenye tatizo la usonji, ambaye bado ninaye nyumbani kwangu, kwamba ninaona kama mzazi bado ninaweza kummanage, kwamba ninaona kama mzazi bado sijaona ile riski ya kumpeleka katika facility. Lakini ikitokea siku ya siku huyu mtoto labda ameakti kama bahati mbaya kijana marehemu ambaye ameshatutoka, nitafanya nini? Je, wazo la kuita polisi ni zuri? Of course, polisi ni la kwanza kabisa kuita, kwa sababu ndio watatokea right away kujaribu kurescue. Lakini kitu ambacho nimejifunza hapa, unapopiga simu polisi, kumbuka kuwaeleza kwamba huyu mtoto au kijana ambaye unawapigia simu, waeleze status yake, waeleze kwamba huyu kijana ana tatizo la usonji au ana tatizo maana huyu kijana specific alikuwa na tatizo la usonji, alafu na tatizo fulani mentally as well, alikuwa na kama mawili. Kwa hiyo waeleze, japokuwa unakuwa uko kwenye emergency situation, lakini kumbuka kueleza polisi huyu kijana ana tatizo la usonji na ana tatizo hili. So polisi wanavyokuja hawaji kama wanakuja kuwataki mwizi au kuwataki mtu ambaye ni criminal, umeona? Kwa maana hiyo basi, kama hawa polisi isiize saizi wanaweza kulaumiwa, lakini kama hao polisi wangekuja in mind, wanajua okay, huyu mtoto ana mental issue, wasinge shoot right away na hizi tisa. Labda wangeweza kufanya hata ile kitu tisa, kufanya way to distract na jinsi gani ya kumkamata, si ndio? Kwa hiyo ni one of the thing ambayo I learned. Another thing ni ya encourage your parents wa familia, kama mmeona kijana mlioko naye mwenye usonji amefikia level ambayo ana riski kwake mwenyewe ya maisha au ya watu wengine, basi ni vizuri kuwasiliana na wataalamu waweze kuevaluate swala hilo na kuamua kumpeleka sehemu ambayo anatakiwa au kumwanzisha dawa ambazo zitakuwa zinamsaidia vitu kama hivyo kwa ajili ya usalama. Na vile vile ushauri wangu wa mwisho ni kwa ndugu waheshimiwa mapolisi, vyombo vya dola, si ndio? Japokuwa naongea katika Kiswahili, lakini of course nowadays technology ya leo
they can translate and get the message. Ni kwamba it's always good, the 911 people, when you receive a call through these experiences, Indio, let me just say this a little part in English. Through this experience, it's always the best when you receive this emergency call, kindly remember to ask the situation of that person. Is this the intruder? Or is this person a part of family member? Is this person mentally intact? Unaona, kuna yale maswali ambayo ni basic. Huyu mtu unayetuitia, je, ni mental intact? Au ni mtu mwenye matatizo ya akili yoyote, ambayo itasaidia watu wanavyokuja, watu wa emergency wa 911 wameshapata some information just in case kama family member wamesahau kuripoti, si ndio? Kwa hiyo ndio hiki jamani, nimekuja tu kukumbushana, bado huu ni mwezi wa April, ni awareness for the autism. Vitu kama hivi, it's happening in really life. We are learning. Myself, nilivyoona, I got chill body. Unaona, nimeona now a lot of people wanaandamana to honor the life of that boy. Of course, mzazi kama mzazi, unafikiri angetaka mtoto wake aondoke this way? Hapana. Mzazi kama mzazi ambaye umebeba your own child, it does not matter mtoto wako ana nini. You carry that child as your loved one. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kutoa respect kwa familia ambayo wamepoteza kijana huyu wa miaka 17. Naombea kwa Mungu waweze kupata amani na waweze kuendelea na waweze kuwa maambassador, mabalozi wa kuwasaidia familia nyingine na kuspread them out there kwa ambao wana go through the usonji. So ndugu zangu, kumbuka kwenda katika our YouTube, always AJS TV USA, like, subscribe. Every time we share the information like this, utaweza kuwa notified, na vile vile na wewe utaweza kushare hizi information kwa watu wengine, si ndio? Kwa maana hiyo basi ndugu zangu, nawapenda. AJS here from AJS TV. Kumbuka kuombea familia ya kijana wetu Perez wa miaka 17 aliyepoteza maisha for this way.